Mungu mama mbele yenu na mbele ya kanisa. Tunashukuru leo kwa imani. Tunashukuru watumishi wa Mungu Tunamshukuru kwa mkono wa kanisa. hao wanafanya mipango ili kusimama mbele ya kanisa. Bwana azidi kuwapanua na kuwabariki. Naomba kila mtu asimame. Ili kusifu Mungu kwa muda mdogo. Wimbo unasema kwamba Bwana ametuchagua. Turashima ko ubizigirwa, turashima ko urukundo rwawe rutagira akagero, turashima ko wongeye kutuganiriza kuri aya meza yawe kugira ngo wongere kutugaburira ijambo ryawe. None nawe turabegereye tudusizana n'inyota zo kumva ijambo ryawe. None turakwinjize kuduhaze umwe wese udashonje ugaburire ibishobora kudutunga kuduhaza n'izina rya Yesu Kristo. Genderera umukozi wawe agiye kuvuga ijambo ryawe, umucemo wivugire, hanyuma ibitangaza n'ukuriza bikurikirane n'ijambo ryawe. Urakoze Mwami, turakwigiriye kandi turakwiteze, twiteze kugira neza kwawe biciye mu ijambo ryawe. Urakoze kurungikirwa, dusohoye ibitavuga ko byose mu izina rya Yesu, ibingabo n'imigambi y'umugwanizi, n'insinzo mu izina rya Yesu ntigira ububasha. Namuganze kandi utegeka abo waremye, ariko icyubahiro n'amashimwe n'ubwiza bikugumeko, n'izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Kwa kusimama kwa Kristo, anasema tunamshukuru Mungu. Yeye tutetea kutanguana mbele ya Yesu ambao wametuwezesha kusimama mbele zake siku ya leo. Tunakwenda kuzungumza kuhusu neno la Mungu asubuhi leo.
Msingi wa neno la Mungu siku ya leo inakuwa ngo karibia Imana, inasema kumkaribia Mungu. Karibia Imana ukaribia Imana kuomba, kumkaribia Mungu na kutenda mapenzi ya Mungu. Ndio kama hii kweli hapa. Hiyo inasema heri wa kesho. Karibia Imana ukaribia Imana kuomba, kumkaribia Mungu na kutenda mapenzi ya Mungu. Ndio kama hii kweli hapa. Inatuletea heri wa kesho. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Yote kupanga kwa wachakulima. Hapo ndipo tunaanza na neno la Mungu. Kitabu cha Mwanzo ni nani kwa mambo mengi na kai. Tunaweza kusoma na mtatu maka. Kitabu cha Mwanzo sura ya 21 mstari wa 22. Ikasoma ni ya ndani kwa nyumba yao. Kwa hiyo ikasoma neno la Mungu. Ndio sisi Mose Aburahamu ashuka Abimeleki kuziba ry'amazi abantu ba Abimeleki banyaze manyama. Abimeleki aramushira ati ibyo sinzi wabikoze kandi nawe wigeze kubimbwira kandi sinigeze no kubyumva atari uyu munsi. Nuko Aburahamu yabiha intama n'inka abiha Abimeleki, bombi bacana amatiku. Aburahamu arobanura imyagazi y'intama ndwi ibyara yo mu mufuka wiwe. Abimeleki abaza Aburahamu ati mbega iyo myagazi ndwi urobanuye isura mu iki? Aramwishyura atenda yakiriye imyagazi imaze kugira ngo bimbere shabona yuko ari jewe yibishije iriba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiye bombi. Uko niko bacanye amatiku i Berisheba. Maze Abimeleki arahaguruka kuri Fikoli abisha ingabo ziwe basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa Yeshuruni Berisheba, yambariza izina y'Uhoraho, Imana y'Uhoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi ari nyamukira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Amen. Tugiye kuganira kuri iri jambo ryo kwegera Imana no gukora icyo Imana igomba, kuko amahirwe Yesu aza. Tunazungumza kuhusu neno hili linalosema kumkaribia Mungu na kutenda mapenzi yake yatupa uhuru. Muri iki gitabo cy'Itangazo cya 24 katika kitabu cha Mwanzo sura ya 21 hapo umugabo witwa Abimeleki. Tunazungumzia bwana mmoja aitwaye Abimeleki. Hapo umugabo ukabisha witwa Fikoli, na kuna akida wake alikuwa anaitwa Fikoli. Hapo umugabo witwa Abrahamu, na tunampata ndani ya Abrahamu. Hapo n'abantu hapo igicaniro yubatse Abrahamu imbere y'Imana. Tunaona madhabahu Ibrahimu aliyojenga mbele za Mungu. Tunaona igiti cyitwa Mwese, na tunaona mti aliyoupanda. Tunaona iriba yacukuye yitwa Berisheba, na tunaona
tulishika kinachoitwa Beersheba. Tumekubali roho ya maajabu hii. Kuzungumza kuhusu maneno hayo ya Mungu. Ulipomwona Abrahamu, Kulikuwa na Ibrahimu. yaliyosema ya kujenga nyumba. Alikuwa amefanya ahadi ya kutembea na Mungu. Hata ulikiacha Abrahamu, Wakati huu Ibrahimu alimjulisha Filistia. akaishi katika nchi ya Wafilisti. Kufanya munzi ya Wayahudi. Baba alikuwa tayari amekimbia. Alimjulisha kiungu. Akaishi katika nchi hiyo. Alimjulisha kiungu kusitambo. Akaishi katika nchi hiyo bila uamuzi. Alimjulisha kiungu atakia mkezi. Yopega mjango. Ashore mjango. Amrebeshe. Akaishi katika nchi hiyo bila msaada wa mtu yeyote. Alimjulisha kiungu jua hina. Akaishi katika nchi hiyo akiwa cha Mungu. Alimjulisha kiungu atawala jana. Akiwa katika nchi hiyo huwa haone hali ya kesho. Alikubaliwa hima. Ila akazidi kumcha Mungu. Lakini tulitakuwa hima. Bila kutakia kuendelea kulicha jina la Bwana. Tulikuja tukaendelea kujenga imani yetu. Na kutakia kutembea na Mungu vizuri. Imani nitekeleza. Mungu asiyeaibisha. Tutaita kusoma ndio kwa Usipomwaibisha vile vile na yeye atakuaibisha. Wakati aliishi katika nchi hii, kulikuwa akida wa majeshi jina lake Fikoli. Na kulikuwa mfalme wa nchi hii anayeitwa Abimeleki. Kwa sababu Ibrahimu alifanya muda mrefu, akaona mambo hayaendeki ndani mwake. Akawa na makusudi ya kuhama sehemu hiyo. Huyu Abimeleki na huyu akida wake Fikoli walipomchunguza Ibrahimu, wakaona baraka za Abrahamu licha hakuwa na vitu vinavyoonekana. Kuna wakati watu wanaangalia kwa macho wanaona vitu, ila kuna utafiti wengine wanaofichwa ndani mwetu wanaotoka wameficha ndani mwetu. Ibrahimu alikuwa na utaratibu usioonekana ila kuongea na Abimeleki watu wakaanza kuona. Wakati alipokwenda wakamfuata, wakaona kwamba hali yake ya baadaye itakuwa nzuri. Wakasema tunakuja kwako ili tutendee wema. Tunakuja ili tufanye kiapo pamoja na wewe. Kwa wakati huo wakasema tunakula kiapo sisi. Tunataka kukuapie mbele ya Mungu wako ya kwamba hutaninyang'anya, ya kwamba hutaninyang'anya kitu mtoto wangu, ya kwamba hutawanyang'anya matajiri wajukuu wangu. Ibrahimu akasema nimeapa. Akasema mtajua vizuri ya kwamba tumekutendea wema wakati kuishi kwetu, na ulikuwa mtu wa mataifa, lakini tumekutendea wema. Ile Ibrahimu alikuwa amechimba kisima. Wakati amechimba kisima, akawakutana na Abimeleki, wakamnyang'anya kisima hicho. Wakati Ibrahimu alipata ugeni kupata namna ya kusema,
Maria anakosa rafiki ambao ataadisia. Akawaona Maria wese Anaona kila mtu akasanga mugezi w'abarundi anaona huyo ni ndugu yake na huyo agahitamo kubigumana muri we. basi anakuwa kunyamaza. Reka mugezi w'abashiki Hakuna mtu ambao hayo yaona nani ambayo hayo kupata. ntabwo yashikira akagira ibintu muri we akuba bimuremereye akivuga sinaza kwibwira naka azonyagagapa sinaza kwibwira naka azogenda bavuga agahitamo kubigumya muri we bikamuremeye. Hakuna mtu ambao walikuwa na maneno wakakosa nani awaambie ambao kuyaweka moyoni mwake. Kuna mtu ambao tayari alikupata kama ulivyo, kama upo ndio mkono wake. Ni wakati sasa wa kumwambia Mungu haya ili Mungu akutendee mema. Napenda nikwambie huyu mwanaume Abrahamu alikuwa na huzuni wa siku nyingi moyoni mwake. Wakati huyu mkoli shida Abimeleki walipokuja kumwambia hayo kwamba walimtendea mema, Abrahamu akapata namna ya kuelezea hali ya kisima alichokichimba. Abimeleki baada ya kuyasikia hakuelewa kwamba hayo yalimpata Ibrahimu. Maana Ibrahimu ameyazingatia moyoni ambayo muda mrefu. Basi akakaa kimya, mambo yaliyomchosha wakamnyang'anya, akakaa kimya. Mambo aliyoyasumbukia wakayachukua. Lakini wakati alipata uwezo wa kusema, akapata nafasi ya kusema, ni wakati huu sasa wa kumwambia mtu yale yaliyokulemea na kusumbua na kukatisha tamaa ili Mungu akusaidie. Wakati huo Ibrahimu alipomwambia kwamba akule kiapo, akachukua ng'ombe zake, akachukua kondoo zake, akampa Abimeleki, akachukua watoto wa kondoo 7, akampa Abimeleki. Abimeleki alipoona watoto wa kondoo 7 akamuuliza maana yake nini haya? Akamwambia haya, hao watoto wa kondoo maana yake ni shahidi ya kwamba niwahi kuchimba kisima. Wakati anaona watoto hao wa kondoo, na Ibrahimu akamwambia wakakula kiapo. Wakati wamekula kiapo, Ibrahimu akachukua Beersheba akajenga madhabahu hapo hapo. Alipojenga madhabahu na kile kisima alichoapia ikawa msingi imara. Wakati huo Abimeleki na huyo katika kikoli waliona kwamba ni mambo ya kawaida. Ila Ibrahimu alikuwa amejenga kitu muhimu mbele za Mungu. Ukitaka kujenga jina lako kulitia Mungu vizuri, hata kama mambo ya kidini
kukiuka. Ikiwa kwa imani unakikanyaga, Kitu ambacho kimemtumikia Mungu hakitanyang'anywa. mlikiendelea Abrahamu kuwa kitu chao. Wakati huu Ibrahimu alipojenga madhabahu, Wakati alikichumesha akapanda mti sehemu hiyo. Wakati amepanda mti sehemu hiyo, akasujudu akamwomba Mungu. Akaomba Mungu. Baada ya kuomba Mungu, Mungu akasikia maombi ya Ibrahimu. Mungu akasikia maombi yake. Wakati alipofanya hayo, akafanya miaka mingi sehemu hiyo, akiwa uhamishoni. Kuna vile visima ambavyo alikuwa amechimba ambayo hayakuelezwa sehemu hii ambayo tumesoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 26. Kuanzia mstari wa 12 tutasoma ili tuharakishe. agenda arushiza gushitsa aho yabereye umutunzi yeguje kandi afite ibitega by'ibikuku n'amashu n'abantu bahinga atega abafite ishyari bituma afite amariba yose bayuza ivu ayo abantu hanze bari bahinze mu gihe cyasabye Abrahamu maze Abimeleki abagasaka atigenda utundemo ukuturuka nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe mu kibande cy'Gerari abayo Isaka asuhuza y'amariba ahinze mu gihe cyase Abrahamu kuko abafite bari barasibye Abrahamu amaze gupfa ayita amazina yene yise ukeye abantu ba Isaka biga muri icyo kibande babona iriba n'amazi atuguriza abungere b'Igerari batonganira ayo mazi n'abungere ba Isaka ateye amazi yacu Isaka yita iryo riba Iseki kuko baritavye bongera kuriba irindi riba naryo baritonganira akaryita Sitina avayo arunguza yigisha irindi riba ryo ntiriba ritonganira aca aryita Rehobothi aravuga ati noneho badushize ahiyegeye azogasara mu gihugu abo bavayo aratuga aja i Beerisheba waramwiyereka Kigodomu aravuga ati Imana ya so Abrahamu ntutinye kuko inzira yawe kandi izokumugisha n'urubyaro rwawe n'umusozi wawe Abrahamu yubaka igicaniro y'amazina y'Uhoraho asigayo amahera yiwe nawe bene abantu ba Isaka bimba iriba tukatokana mpenda jambo Imana Tunazungumza kuhusu maneno haya ya Mungu. tulikiye cha Isaka baraza Wakati huu wa Isaka naye akaja kwa Imana leza kumtumikia Mungu vizuri. kituzana amahirwe yetu hazaza Inakuletea uheri wa kesho. ulingao wabahari kwa Imana Huyu Ibrahimu alikuwa Bwana kazi. kandi yachungulia Na alikuwa ameshika kisima. adikizina Akaita majina. Isaka yata Wakati Isaka amekuja. na baada ya chini akajuta kuzidia hata ya hundi Naye wakati wa kaja akakimbilia katika Wafilisti ambapo babaye amekimbilia. amayaka Akafanya mambo mengi. tukakwenda kwa maana mshabaha tukakujua Ila kwa sababu Mungu ameahidi baraka kwa Ibrahimu kwa ajili ya kuheshimu, imogiraneza akamtendea wema, anataifa kwa njaa kupindukia. ulitaketa Isaka Wakati wa Isa tena mbele wiwe alikuwa amekimbia pamoja na mkewe, kugira tayari kwa
baadhi ya shida zilizokuwa nazo na matatizo, akaendelea kusumbua mwiza, na alikuwa na mke mzuri, anawatia wakaendelea watoto, akasema kwamba huyu mke wangu atajiua. akaendelea yule mtu mawili, Hiyo yalikuwa mawazo ya moyo, kupimana yalikuwa nawe, maana Mungu alikuwa pamoja naye. aliwaambia kana akatimuka kumshikanje, Akabadili akasema huyu ni dada yangu. mlitegelea umeleki, Wakati huu Abimeleki akapiga kuitegeleza, akasema tunapoangalia, aona Isaka katinaweka, akaona Isaka anafanya mchezo na Rebeka, anayekamgea wiwe, akafahamu kwamba ni mke wake, anamwanga, alafu akamwita. ikiamanga, Wakati alipomwita anaona kipindi cha tuluwesha, akasema, kwa nini umesema uongo? kuja mtu mzukuri, Ili usituambie kweli. kama wawe, Huyu kwamba mke wako. wakati wako wanje, Akamwambia ikiwa ni watu wangu, aliyetuweza kujama kutamfani kicheni, ulitaka kutia lawama, hawajashindikeko, alafu akatia sheria, hata wakunaoka kulimukabo, akasema mtu yeyote asichokoze mume huyu, hakunaoka kulimukore, yeyote pasiwe atakayekuza mke huyu, anaongea tobihoba, atakayewagusa hawa atapata adhabu. kutoka kinaopi, Pepeni Bwana kwa mikono. anaongea tobihoba, Akasema anapata adhabu huyo. anawicha kwenye Isaka, Na kwa wakati huo Isaka mpaka anawicha viungu, akawa katika nchi hiyo. anawicha viungu, Alipokuwa katika nchi hiyo, wasarulieni kwenye akavuna zaidi ya maelfu, kukwala ya mahali mkisha, maana Bwana alikuwa amembariki. alipoona kusarulieni kwenye Alipopata mavuno mengi, Abimeleki akayaona, na watu wa Abimeleki wakayaona. Baada ya kuyaona hayo, wakaanza kuwa na wivu, wakawa na wivu dhidi yake. Wakati wamepata wivu, wakamkaribia, akamwambia, wewe Bwana, tunaona inakupasa kutoka katika nchi hii, maana tunaona utajiri wako unazidi kuliko sisi. Basi wakamtimua. Wakati walimtimua, akaenda kwenye bonde la Jabali, basi akasimika mahema. Wakati amesimika hema, hapo akafanya muda wa kutosha. Watu wa Isaka wakaenda wakilia, wakaenda wakatengeneza visima ambavyo vilikuwa vya baba yao. Wakati baba alikuwa ametengeneza visima, ilikuwa imesahauliwa, maana alikuwa mkimbizi katika nchi hiyo, maana hakuwa na namna ya kusema, na hakuwa na mtu wa kumwunga mkono. Wakati Isaka ameonekana, alipoanza kuendelea, wakachukua visima vyote ambavyo babaye ametengeneza, wakaja wakayaharibu, wakaharibu. Wakati Isaka ameanza kutengeneza visiwa hivyo, yale ambayo yanaharibiwa na Wafilisti, ukaja walinda kondoo kutoka Gehari, sehemu hiyo hiyo. Walipotengeneza kisima hicho, yale maji yakaanza kububujika. Yalipoanza kububujika, na wale maadui wakaona, wakaanza kuharibu tena. Wakati wamegombana kwa visima hivyo, Isaka akapaita Ezeki, maana
akatoa maji wale maadui zake, wakaja tena wakafanya ugomvi, akaita fitina, akasema tumekuwa chuki, akasema watu hawa naona wamepiganisha toka zamani, naona wamepiganisha toka baba yangu Ibrahimu, naona baba alikwenda akipata visima na hao wakiharibu, akahama akapaita majina ambayo baba alikuwa amewaita. Wakati ameita visima hivyo majina ya baba, akahama tena akafanya kisima kingine. Wakati ametengeneza kisima, hawakuja kufanya ugomvi, akapaita ugomvi, Mungu akuja kustawi mahali ya kuishi. Inawezekana kwa wakati huu unaweza kumeanza chochote kada watu uko pamoja, wamekuja wakikuharibia ili usiendelee, wanakuja wakiharibu kazi ya mikono yako ili usiendelee. Napenda nikwambie hivi, mali tangu enzi za Ibrahimu, lakini ukifanya mipango ya kutembea na Mungu, ukiwa na makusudi ya kwenda pamoja na Mungu, haitawezekana ukuzuie kama hujafika kwenye ahadi za Mungu. Mpendeni Bwana Yesu. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Alafu amechimba kisima na wakaharibu. Hivyo maadui wa mtu wanapenda nyuma yake, wanazuia asiendelee, wanakwenda kuweka vikwazo ili usiendelee. Lakini katika mpango wa Mungu, haki ya kuheshimu Mungu, haya ndiyo yatatufanya kwenda mbali. Baada ya kutengeneza kisima, akaita Rehobothi. Alipoita kisima hicho Rehobothi, ndipo alikutana na Mungu. Maana maadui zake Mungu alikuwa amewanyamazisha. Akatoka hapo akaenda Beersheba, ambapo babaye alichimba kisima. Wakati alikuwa sehemu hiyo, Bwana akajifunua kwake usiku huo, akamwambia usiogope, usiogope, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, nitakutendea wema, nitakubariki, akamwambia nitazidisha uzao wako. Wakati tunaendelea kuheshimu Mungu, Mungu anaendelea kutishia watoto. Ninakutakia kuheshimu Mungu, ninakutakia kutembea na Mungu, ninakutakia kustawi ndani ya Mungu, ninakutakia kwenda vizuri ndani ya Mungu, ili uzao wako kesho na kesho yake, ili usione baraka kwa kazi ya mikono yako, ili kwa watoto wako wawe baraka kwa kile ulichokifanya ndani ya Mungu. Wakati huo Isaka akamuomba Mungu wake, akajenga madhabahu ya Bwana.
na mambo yote yaliyofichwa yakawa wazi. Wakati tunatenda kufanya mbele za Mungu, yale yaliyofunikwa na mapepo yanafunuliwa, alafu tunayaona. Wakati huo huo wakamuomba Mungu wake, wakamuomba Mungu wa babaye. Na wakati huo huo watu wa Isaka wakaenda wakatengeneza kisima kingine. Wakati wamepata kisima kingine, ukaja Wayahudi wa Abimeleki, wakaja na huyu Fikoli, wakaja na waishi wake, wakamwambia tunakuja ili kule kiapo pamoja na wewe. Tumeona na kuelewa vizuri ya Mungu pamoja na wewe, ya kwamba Mungu anatembea na wewe. Wakati unamheshimu Mungu, akwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, adui zako wataelewa kwamba yule Bwana ana Mungu, atajua yule mama ana Mungu, atajua yule kijana ana Mungu, atajua yule binti yuko na Mungu. Kwa maana waliendelea kuharibu mambo yake, mambo yakakataa, maana walijaribu yakashindikana. Ndio maana wakamuomba wafanye ahadi pamoja, maana kuna utaratibu uliofichwa ndani mwako ambao wengine hawana. Kuna utaratibu ambao umefichwa ndani yetu usioonekana kwa macho ya wanadamu. Wakati tunamheshimu Mungu, tunakutakia kumheshimu Mungu. Wakati huo wakati akakaa kiapo pamoja naye, akawaambia kwa nini mmenifuata na ukiwa mmenifukuza kwenu na ukiwa mmenichukia. Wakamwambia tumemwona Mungu ndani mwako, tumeona Mungu akitembea mbele, tumeona Mungu anakwenda kutendea vizuri. Wakati ujao wameyaona ndani mwao, akawaambia njooni sasa, alafu akawapa chakula. Wakati akawapa chakula, akawaambia endeni, na wakaenda. Wale watu wa Isaka wakati wale watu waliondoka, wakati wakamwambia maoni walioona, walipomwambia maoni yao, basi acha kusoma. Mstari wa 26.
watu wa Isaka Ningeweza kusema kwao wakati wakiagana na watu hao kwa amani, wakati wakamwambia kwamba tumepata kisima kingine, akaita hatuna ilikuwa Shiba, akasema kwa sasa sehemu hii inaitwa Beersheba. Wakati ameshinda kisima kiitwacho Rehobothi, maana yake kutastari na kuendelea katika mji huu, utastawi mashariki na magharibi, kwa ajili ya kumheshimu Mungu kweli. Mungu awezeshe kizazi chetu kustawi mashariki na magharibi. Akapaita Shiba, wakapajenga mji, kama Mungu alikuwa pamoja nao. Leo tunakwenda kuomba Mungu. Inawezekana kuna mambo yanayoharibika katika yale unayoyatenda. Inawezekana kuna miradi iliyofanya ikashindikana, na sasa ni muda huu wa kumwambia Mungu miradi yako. Ningeeleza maneno mengi kuhusu haya, lakini kwa ajili ya muda ninamalizia maneno ya Mungu. Lakini nafasi yako kwamba usimame ili tuombe Mungu. Unayo miaka mingi ukijifunza masomo, wakati ulisoma masomo ukayamaliza, kuna mlango ambao umepiga hodi haukupokelewa, kuna milango ambayo umepiga hodi pia kukaribishwa, kuna makazi ulifanya ila hukufaulu, lakini Mungu apenda mapenzi ya Mungu, ndio utapokea uheri wa kesho. Nafasi yako kufikiri katika miradi uliyoanzisha, miaka inarudi, miaka imepitika na mambo yako yakiharibika, na umetafuta mambo yako kuyapata, umetafuta msaada ukakosa. Kuna miaka ambayo walikuishi nikawa na shida ndani mwangu, alafu nikimwambia huyu atamwambia yule alikuwa naye nitakuta, nikabaki na hayo maneno ndani mwangu. Ninapofanya hivi kufanya na haribu, nafanya tena hivi kufanya na haribu. Wakati huo kosa nimwambie nani? Hivyo Abrahamu amepata matatizo wake, akachukua kisima kikatoa maji. Wakati watu waliona kisima hivyo, maadui zake wanakuja wanakuangalia kisima hivyo, alafu wanakosa nani wamwambie. Lakini wakati Mungu anapanga vizuri kwa maisha yetu, wakati Ibrahimu amekwenda wakaona baraka zilizomo ndani yake, basi Ibrahimu akapata nafasi ya kueleza. Kuna mambo ambayo yamekwenda yakiharibika kazi ya mikono yako, kuna mambo yako
yameharibika. Ujumane nene ukima mtimara. Huyu ndio wakati wa kusema Bwana, Aliyekata jadi ya kuna mipaka. mambo yangu ambayo yameharibika. Anapoenda bila pa. Kuna miradi yangu iliyoharibika. Alipokea kuzidi kekea mipaka. Kuna wakati nilifanya hili na lile halafu likaharibika. Alipokea utano na unanele. Kuna wakati mambo yangu yameharibika. Ukima mtisimu jadi ya sija wasane. Mwambie Bwana, tengeneza mambo yaliyoharibiwa na maadui zangu. Alipokea mawali ukaje. Tena nipendezwa kwa wale walionifukuza. Mungu anataka mtatu. Maana Mungu asiyeshindwa kwa wakati wake. Kwa wakati Mungu hawezi kushindwa. Mpendeni Bwana Yesu. Huyu Kristo mmoja jina lake Estera. Huko katika ufalme wa Mordekai. Mordekai alikuwa akiishi kwenye ufalme. Alikuwa mfalme. Na huyu Estera alikuwa kwa Mordekai. Alikuwa mtoto yatima. Lakini kwa ajili ya kuheshimu akatii maagizo ya Mordekai. Wakati Hamani ameandika nyaraka za Wayahudi akapata hakuna kule, wakakuta hawana mtu wa kuwaambia, wakakosa nani wamlilie. Ndio wakati Esta alijulikana na Mungu, akamwendea mfalme Ahasuerusi. Napenda nikwambie kwamba Mungu huleta njia pasipo na njia. Mungu anakuwa kule kunafungwa. Wakati huu wa Esta, Wayahudi wapate msaada, lakini baada ya kutii maagizo ya Mungu, Mungu akawaletea njia. Esta akafika kwenye ufalme, na Hamani alikuwa tayari kuangamiza. Basi wakakosa nani wamlilie. Mordekai akakosa namna ya kusema. Esta akakosa namna ya kueleza. Alafu yule Estera akaona makusudi ndani yake. Akamwambia Mordekai, nenda kwa wazee wa Wayahudi wote ambao wanaishi Shushani, kufunga na kuomba, kula na kunywa, ili tukipata uheri na kumsogelea ufalme, ili tupate namna ya kusema. Wakati tunamkaribia Mungu, Mungu anatuletea muda wa kusema. Mungu anatupa muda wa kufunguliwa. Katika kitabu cha Esta sura ya 2 mstari wa 16, Mordekai akawakusanya watu, alafu akaomba. Esta akapata bahati, akapata namna ya kwenda kwa mfalme. Ahasuerusi alipoona akamwambia, nini unataka Malkia? Unataka mambo yaweje? Maana hata kikomba nusu ya nchi utapata. Kumkaribia Bwana, kunyenyekea mbele za Mungu, anatuletea neno hapa. Tumekosa neno kumkaribia Mungu. Wakati tunamkaribia Mungu, ananyenyekea mbele za Mungu, kwa sababu vilivyokuwa vimefungwa vinafunguka, vilivyokuwa vimefungwa vinafunguka. Unapata
hata neno. Esiteri ya kugira kuga. Esta hangepata namna ya kusema. Alikigema kuja Kristo na Suleimani. Lakini wakati wamefunga na kuomba mbele za Mungu. Alikigema Suleimani. Wakati anaomba mbele za Mungu. Akaangalia mtu mkuu. Akamtafuta Mungu kwa moyo mkunjufu. Nitendo katika Mungu. Mambo yalikuwa yamefungwa. Wakati huo Hamani pamoja na Esta na mfalme Asuero, Esta akawaambia, ninachoomba kimoja mfalme. Pamoja na huyu Hamani, ili nataka kuwaalike wewe na Hamani ili niwape chakula ambacho nimewaandalia. Alafu wakaja. Wakati wamekuja, Esta akapata wakati wa kusema. Huyu ndio wakati wako kumwambia Mungu ili anayefungwa yafunguliwe kwako. Esta alikuwa nafasi ya kusemea. Pamoja na Mordekai hawakuwa na nafasi. Pamoja na Ibrahimu hawakuwa na nafasi. Lakini kwa kuendelea kumcha Bwana, hiyo inatupa nafasi na hata tungepata nafasi. Kuheshimu Mungu inatufikisha mahali ambapo tungeweza kufika. Kuheshimu Mungu inatufungulia mambo yetu yaliyofungwa. Kuheshimu Bwana inatuwezesha kufika mahali ambapo tungefika. Napenda nikwambie usimame na nafasi yako. Napenda nikuombe usimame. Useme jina ya Mungu fulani. Isipokuwa tu kama wewe kuna chochote ambacho unahitaji. Kama kuna chochote unachohitaji unaweza kukaa au matatizo. Mambo yako yatakuwa yametembea vizuri. Mtu ambaye anasema mambo yake hayaendi, huyo ndiye lazima asimame. Ili tuombe Mungu pamoja. Na leo hatutakuita uje hapa mbele. Isipokuwa tu yule mtu anayetaka kumpokea Bwana mara ya kwanza, huyo ndiye aliye mkono. Na mtu aliyerudi nyuma alikuwa amemjua Mungu, alafu akifanya dhambi, huyo ndiye aweke mkono juu. Nataka nikwambie, unaweza kuona mambo ya kawaida. Nataka nikwambie, ni wakati huo ambao Mungu anataka kufungua mambo yako. Ni wakati huo ambao Bwana anataka kufungulia milango ili ifunguke. Wewe sasa, kama umerudi nyuma na unahitaji mambo yako yaende vizuri, utaonana na mtumishi wa Mungu, alafu atakuombea. Ila kama roho yako imekwenda mbali na Mungu, na kwa kwamba kuna mlango umefungwa ndani ya nyumba yako, kuna vitu vilivyofungwa ndani ya kazi yako, huyo ndio muda wa kumwomba Mungu. Ili vilivyofunga ndani ya nyumba yako unajua, vilivyofunga kwa kazi yako unajua, huyo ndio muda wako wa kujiombea. Na mimi nitaomba kwa jumla. Ndio muda huo wa kuomba kwa ujasiri, ili Mungu afungue mambo yako, ili Mungu afungue. Ninakupa nafasi kujiombea binafsi.
Bwana mseme. Anza kujiombea. Ukitaka kumaliza. Maana yaliyokutatiza Ili tunatakana maliza. yanayosababisha mambo yako yasiwe mazuri na vizuri. Yanayosababisha mambo yako yasiwe vizuri na vizuri. Yanayosababisha ndani ya nyumba mambo yasiwe mazuri na vizuri. Yanayosababisha ndani ya kazi yasiwe vizuri na vizuri. Yanayosababisha uharibifu kwa mambo yako ya vizuri. Kuna mambo yako yaliyokufa na ukutaka afe. Huyo ndio muda cha kuimani na kumwambia Mungu ili Mungu ayafanye upya mambo yaliyoharibika. Ndio muda huu. Muda wa kuondoa vikwazo vilivyozuia ili usiendelee. Muda huu. Sasa jioni mambo yako yaendelee vizuri. Ndio muda huu. Na kuendelea katika chako vizuri. Ndio muda huu. Kwa mambo yako kuweka vizuri. Muda huu. Ili mambo yako yaendelee vizuri. Tena usimame vizuri. Ni muda kama huu. Ni ule muda wa sasa. Kumwambia Mungu. Kuonyesha hiyo. Kuonyesha mambo yanayoharibika. Mungu ayaamshe. Ili mambo yako yaende vizuri. Muda kama huu. Kutoa mipaka ya mapepo. Ambapo ametuwekea. Ili uendelee mbele. Huyo ndio muda huu. Hawajakutoa kutoa uharibifu. Katika kizazi chako. Lakini usiendelee. Huyo muda. Hayakuombea kizazi chako. Kwa watoto wako wafaulu. Muda kama huu.